Gaddafi. Jina lake kamili anaitwa Muammar Muhammad Abu Minjal al-Gaddafi au maarufu anaitwa Muhammad Gaddafi. Alizaliwa Juni 7 mwaka 1942. Mahali alipozaliwa ni huko Sirte Qasr Abu Ahdi huko nchini Libya. Lakini wakati huo nchi hiyo ya Libya ilikuwa inatawaliwa na Italia. Muhammad Gaddafi alizaliwa katika familia ya ufugaji na kabila lake lilikuwa linaitwa Qadhafa. Wazazi wake na Muhammad Gaddafi walikuwa ni maskini sana na kazi yao kubwa ilikuwa ni ufugaji. Walikuwa wanafuga huko jangwani na wanyama wakubwa walikuwa wanawafuga ni kondoo na ngamia, lakini pia walikuwa wanafuga kwa kuhamahama kwa ajili ya kutafuta malisho zaidi kwa ajili ya mifugo yao. Lakini kwa sababu walikuwa na umaskini mkubwa, hivyo basi walikuwa wanashindwa kuwa hata na nyumba ya kulala. Walikuwa wanalala kwenye mahema huko jangwani. Muhammad Gaddafi alianza elimu yake katika shule ya Kiislamu yani Quranic School na baadaye shule ya msingi Saba huko kusini mwa Libya. Lakini hawakukosea wahenga waliposema nyota njema huonekana alfajiri. Muhammad Gaddafi pindi akiwa katika shule ya sekondari alijulikana zaidi kwa uzalendo wa kisiasa. Alikuwa akiipinga Uingereza, Ufaransa, Israeli na utawala wa mfalme Idris wa kwanza. Lakini mwamba huyu Muhammad Gaddafi alikuwa na maono makubwa ya kuja kuwa mwanajeshi mkubwa katika nchi ya Libya. Hivyo basi alianza mafunzo yake katika shule ya kijeshi iliyokuwa inatambulika Libya Military Academy huko Benghazi. Alijiunga katika shule hiyo mwaka 1958 na alihitimu kati ya mwaka 1961 hadi 1963. Na hapa ndo alianza rasmi kuandaa kikundi cha maofisa wa vijana waliopinga ufisadi wa mfalme Idris wa kwanza. Kwa kuwa alikuwa anahitaji kuwa mwanajeshi bora na aliye imara, hivyo basi aliendelea na mafunzo ya kijeshi huko Uingereza katika kikosi cha Royal Military Academy huko Sandhurst kwa muda mfupi wa mwaka 1960. Muhammad Gaddafi pindi akiwa kijana alivutiwa zaidi na itikadi za Pan-Arabism, yani umoja wa Waarabu, lakini pia alivutiwa na Egypt's Gamal Abdel Nasser. Lakini kitu kingine, alivutiwa na ujamaa wa Kiarabu. Akiwa mwanajeshi alianzisha Free Officers Movement, kikundi cha siri cha maofisa wachanga kabisa. Kiliongoza mapinduzi ya Misri mwaka 1952. Ilipofika Septemba 1 mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 27, yani Muhammad Gaddafi alikuwa bado ni kijana mdogo. Tunasema damu inachemka, damu changa. Gaddafi na maofisa wachache vijana walifanya mapinduzi yasiyo ya umwagaji wa damu dhidi ya mfalme Idris wa kwanza. Wakati huo mfalme Idris wa kwanza alikuwa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu. Walifanikiwa kupindua utawala wa kifalme wa Idris wa kwanza na kujitangaza wao ndio watawala katika nchi ya Libya. Muhammad Gaddafi akawa ndiye kiongozi mkuu wa mapinduzi, lakini pia alikuwa kamanda mkuu wa majeshi. Baadaye akawa mkuu wa serikali ya dola. Je, utawala wake Muhammad Gaddafi ulikuwa vipi baada tu ya kuichukua nchi kutoka kwa mfalme Idris wa kwanza? Hiyo ilikuwa ni mwaka 1969 mpaka ulipomfika mauti mwaka 2011. Jambo la kwanza, Muhammad Gaddafi alifanya mageuzi ya uchumi na mafuta, yani alifuta mikataba ya zamani ya makampuni ya magharibi. Alitaifisha mafuta ya Libya, hali ambayo iliongeza mapato zaidi katika taifa hilo. Lakini pia Muhammad Gaddafi aliamua kuwekeza katika vitu vifuatavyo. Aliwekeza katika elimu bure, afya bure, makazi bure, lakini pia mradi mkubwa wa maji uliokuwa ukifahamika kama Great Man-Made River. Lakini jambo la pili, Muhammad Gaddafi alikuwa katika mfumo wa kisiasa. Mnamo mwaka 1977 alitangaza Jamahiria, yani utawala wa watu. Mfumo huu ulitegemea zaidi People's Congresses, lakini pia People's Committees. Lakini katika utawala wa Muhammad Gaddafi alikuwa na sera za nje. Alijaribu kuunganisha sera za Kiarabu, yani Pan-Arabism. Baadaye aligeukia Umoja wa Afrika. Alitoa pesa nyingi sana katika kusaidia muungano huo. Lakini pia Muhammad Gaddafi alihusishwa zaidi na migogoro ya kimataifa, vikwazo vya Umoja wa Mataifa, lakini mashambulizi ya ugaidi ambayo Libya ilituhumiwa kusaidia. Lakini Muhammad Gaddafi mpaka leo hii
Historia zake zipo kwamba kuna mambo mazuri mno aliyafanya katika nchi ya Libya ambayo hayataweza kusahaulika. Je, mambo hayo ni yapi? Kwanza kabisa, katika utawala wa Muhammad Gaddafi, elimu na afya zilikuwa bure kabisa. Yaani, katika utawala wa Muhammad Gaddafi, mtoto anapotakiwa kwenda shule, basi atasoma bila malipo ya aina yoyote. Hakuna kulipia ada wala hakuna kulipia kitu chochote. Lakini pia mtu anayeumwa hutibiwa bure kabisa. Lakini pia kodi zilikuwa ni kiduchu mno. Katika utawala wa Muhammad Gaddafi, kodi wananchi walikuwa wanalipa kwa asilimia chache sana. Lakini ukiachana na hilo, katika utawala wake mwamba huyu, makazi yalitolewa kwa gharama nafuu zaidi. Yaani, mtu ukifikia umri wa kujitegemea ulikuwa unapatiwa makazi kwa gharama nafuu sana. Naweza nikakupa mfano, yaani unapewa nyumba na serikali ya kuishi, alafu mwisho wa mwezi ukalipia shilingi 500 pekee. Bei ya mafuta ilikuwa ni chini sana. Inatambulika nchi ya Libya utawala wake mkubwa ulikuwa unategemea mafuta, lakini kwa mwananchi wa Libya mafuta ulikuwa unapata kwa kiasi cha chini sana cha pesa. Miradi ya maendeleo ilijengwa kwa kasi sana, yaani barabara na vitu vinginevyo ambavyo vilikuwa vinaleta maendeleo katika nchi ya Libya vilijengwa kwa kasi ya haraka sana. Lakini pia hata mtu we mwema kiasi gani utakuwa tu na maovu yako. Pamoja kwamba Muhammad Gaddafi alikuwa ni mwema sana na alifanya mengi mazuri katika nchi yake, pia kuna mapungufu yake ambayo alikuwa anayatenda katika nchi hiyo. Je, ni yapi? Jambo la kwanza, hapakuwa na uhuru wa kisiasa. Yaani Muhammad Gaddafi baadaye kuchukua tu mamlaka, basi aliua kabisa uhuru wa kisiasa. Lakini pia vyama vya siasa vilipigwa marufuku. Wakati wa utawala wa Muhammad Gaddafi alikuwa hahitaji kuwe na chama chochote cha siasa katika nchi hiyo ya Libya. Kwenye sehemu yoyote ile hawakosi wakosoaji, lakini kwa Libya ilikuwa ni tofauti, haswa kwa Muhammad Gaddafi, kwa maana wakosoaji wote walifungwa na kuteswa na wengine walitoweka kabisa. Wapinzani katika nchi ya Libya walipewa majina mengi mabaya kama vile wasaliti au vibaraka wa magharibi, lakini hakuna chenye mwanzo kinachokosa mwisho. Ilipofika Februari mwaka 2011, wananchi walifanya maandamano dhidi ya utawala wake. Lakini pia NATO iliingilia kati na kufanya mashambulizi ya anga. Na hapo ndipo serikali ya Muhammad Gaddafi ilianza kuporomoka pole pole. Lakini kufikia Oktoba 20 mwaka 2011, Muhammad Gaddafi alifariki dunia huko Sirte, nyumbani kwao alipozaliwa katika nchi ya Libya. Alishambuliwa na waasi, lakini kabla ya kifo chake Muhammad Gaddafi inasemekana alikimbilia huko Sirte kwa ajili ya kwenda kujificha huko jangwani ambako yeye ndipo alipozaliwa. Hiyo ilikuwa ni ngome yake ya mwisho kabisa, akiwa na askari wake wachache ambao walikuwa ni waaminifu kwa upande wake. Lakini ilipofika siku ya tukio, Muhammad Gaddafi alijaribu kutoroka na msafara mdogo wa magari, lakini jeshi la NATO walimshambulia na ndege za kijeshi. Muhammad Gaddafi hakukata tamaa na wala hakuhitaji kufa kizembe. Hivyo basi aliamua kukimbilia kujificha katika mtaro wa maji machafu, yeye pamoja na walinzi wake. Baada ya kujificha katika mtaro wa maji machafu, yakaanza mapigano ya ana kwa ana, lakini kwa siku hiyo bonde alikuwa amelala upande wa Muhammad Gaddafi. Hivyo basi wanajeshi wake wote waliteketea katika mapigano yale, na hapo ndipo Muhammad Gaddafi alipokamatwa. Inasemekana Gaddafi alipoteza maisha kulingana na majeraha aliyoyapata katika mapigano hayo. Baada ya kifo chake Muhammad Gaddafi, mwili wake ulipelekwa huko Misrata kwa uchunguzi zaidi, na baadaye ulizikwa mahali pasipojulikana ili kukuwepo mivutano ya kisiasa. Hii waliona kama kaburi lake lingejulikana wapi lilipo, basi ingetokea mvutano mpaka leo hii, na ndio maana Muhammad Gaddafi mpaka leo kaburi lake halijulikani wapi lilipo. Hiyo ni historia fupi ya Muhammad Gaddafi, mwamba na rais wa nchi ya Libya ambaye amefanya mengi mazuri, lakini pia alikuwa na maovu yake, na mwisho wake ndio kama huu ambao nimekuelezea. Ulikuwa nami katika kipindi chote, msimuliaji wako Mr. Tasha. Napatikana hapa hapa katika YouTube channel ya Mr. Tasha TV. Ili uwe wa kwanza kupata kazi zangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata kazi zangu. Lakini pia usisahau kucomment, kulike na kushare. Asanteni sana, Mungu awabariki.